Mimi nimepata bahati, nimekuwa na nafasi nyingi za uongozi. Unajua watu wengi wameingia uongozi juzi na wanafikiri hii mambo ni rahisi. Hii mambo ya uongozi ni mambo ngumu, and sometimes experience is a very good thing. Mimi nimekuwa senator, nimekuwa kiongozi wa wengi kule Senate, nimekuwa deputy speaker for years, na nimekuwa waziri wa usalama wa taifa. Na hii miaka miwili imepita kabla nikuwe deputy president, nimekuwa interior minister. Na nimeona changamoto nyingi ambazo nchi yetu inapitia za kiusalama. Kule Lamu kwa sababu ya Al-Shabaab, Northeastern Al-Shabaab, North Rift bandits. And I want to tell you, fellow Kenyans, good people, watu ya Teso, peace, stability is priceless. Amani haina gharama. Peace is priceless. I have seen the suffering of communities because of banditry, because of Al-Shabaab terrorists. And in 2007, those who are old enough, you know what our country went through because of irresponsible leadership. And I want to say without fear of contradiction, we cannot allow incitement to violence by any leader, not now, not in the future, because this country learned the hard lesson in 2007. Na wale wanahubiri vita, waambiwa ya kuwa hakutakuwa na vita. I promise you, there will be no war. There will be no violence. There will be no violence in 2007. There will be no violence at any other time in the future. We learned our lessons, never again. Nchi yetu itakuwa ya amani, tutakuwa watu ya demokrasia, na tutaendelea na mambo ya uchaguzi, lakini mambo ya vita haitawezekana tena. Ndugu wa nchi moja, wa taifa moja kupigana kwa sababu ya mambo ya siasa na uchaguzi. Will not allow it to happen. Na hakuna tofauti ya wale wanahubiri na kutabiri vita na wale magaidi wa Al-Shabaab na wale bandits wa North Rift. Wote ni hatari kwa usalama wa taifa. Anybody preaching violence and prophesying violence and threatening war and violence is as dangerous as the bandits of the North Rift and as the terrorists of the Lamu Enclave and northern Kenya. Those who have made our people suffer and shed blood. So we will not allow. Hiyo mambo ingine ya siasa wafanye. Wakitaka kutusi serikali, watusi ni sawa, kama hiyo ndio style yao. Wakitaka kutofautiana na rais ni sawa. Lakini mambo ya vita, my friend, not in Kenya. Try elsewhere. Not in Kenya. Na umejua nimekuambia mimi nimekuwa interior minister. I know what I'm saying. We cannot allow our country to go backwards. Haiwezekani. Mtu apige siasa yake, aseme ile ako na tofauti na rais, ako na tofauti na serikali, ako na tofauti na mtu mwingine. Akimaliza hiyo mambo yake ya kuleta mambo tofauti, aende nyumbani kwake alale, akuje tena kesho aendelee na siasa. Lakini mambo ya vita haitawezekana. It's not possible. Shojo Iyalama papedeke kirori koni kituro Iyalama papedeke kirori koni kituro
Maana sisi kama kanisa wakati mwingine tunaonekana kama watu ambao ni beggars. We look like we are so down to kneel down. Lakini nataka kusema kitu hapa siku ya leo, wapendwa viongozi wa makanisa. We are not a political party, but we should behave spiritually so that we can advise and get blessing to the leadership of a nation. Maana kanisa leo limeonekana, maana nchi haiwezi kusimama bila wa viongozi wa kanisa kuiombea na pia kuishauri. Lakini alipoomba, Mungu alisikia na taifa likapona. Mstari wake wa 34 maandiko yanasema Mungu hana upendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema kwa watu wetu hapa, so God is not partiality to stay in this country. Bwana Yesu asifiwe. Na tutakaa kama nchi imepona, tutakaa kama nchi imebarikiwa. Na sisi ambao tuko hapa tunaanza kuomba Mungu atubariki katika jina la Yesu. Your Excellency, unapokuja kusimama pamoja nasi kwa sababu ya kanisa leo hii, mimi ningependa kuchukua fursa hii kuweza kuwakaribisha nyinyi wote hapa Magoro kwa shughuli ya kusaidia makanisa. Na ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru sana our event organizer, patron wetu, Mheshimiwa Faruk Kibet. Tupige makofi tafadhali. Sababu Mheshimiwa Faruk Kibet amesimama na Teso, hii ni mara karibu ya 3 ya 4. Mwaka jana mwezi kama huu tulimuita Chelelemuku na akakuja. Wakati huu tumeweza kusaidia makanisa 28 na wote wako hapa, na tumeweza kupanga na wao hii safari mwezi moja, na kufikia leo niko na kanisa kwa jumla. The honorable members of parliament present here, Honorable Mere Mase from Teso South, the honorable... Mimi nilichaguliwa kupitia chama ya ODM, chama cha baba. Kule Teso South tukawa pia na mchanganyiko. Mere Mase alichaguliwa kutoka chama cha Kenya Kwanza ambaye ni UDA. Lakini kitu moja ambaye imefanyika, na mimi nafikiri ni Mungu ndiye ameleta hii, kuungana kwa broad based government. Community at Teso are supporting it fully. Wapewe kazi, wakilie hii maneno ya barabara once and for all. Hiyo itawezekana ama haiwezekani? Hakuna haja kutoa Teso kutoka hapa waende Nairobi kutafuta kazi. Kazi imepatikana ya kukilia hizi malori. Hiyo sawa si sawa? Na hiyo naibu wa rais amesikia. Tunaweka vijana katika clearing forwarding so that uwapatie namba 0722 11 alafu mambo mengine umalize wewe mwenyewe. Hebu tuwapongeze wao kwa makofi. Asante sana. Thank you sir. Anaitwa Chese. Baadhi ya wenzangu viongozi wakisema mambo ya uchaguzi wa 2027, na mimi nataka niseme ya kwamba it is very unfortunate that as a country 2 years and some months before an election, some of the leaders of this country are busy putting the country on a campaign mode.
Biblia inasema kuna kila jambo iko na majira yake. Wakati wa campaign ukifika ndio wakati wa campaign. Sasa hivi ni wakati wa kusukuma mambo ya maendeleo, barabara na stima na maji, masoko ile tunajenga ili watu wetu wapate fidia ya kura ambayo walipigia viongozi mbalimbali. Si mulichagua MCA na MP na governor na women rep na senator mpaka mkachagua rais. Hao viongozi wote jukumu yetu ni kukasana na mambo ya maendeleo. And I want to say without any fear of contradiction, any leader who is encouraging early political campaigns does not wish our country well, because we cannot be a country that campaigns from day one, year 1 to year 5. We must have seasons, and therefore it is unfortunate and unpatriotic to put the country on a campaign mode. Lakini kwa sababu kuna demokrasia, kama hawatasikia waendelee na mambo yao, hatuna shida. Ile maneno ambayo tuko na shida nayo kidogo vile vile kama serikali, nimesikia viongozi wengine wakisema ya kwamba sijui kutakuwa na nini huko mbele to 2027, ati tena Kenya itakuwa na machafuko ya kisiasa. Kuna watu wanatabiri vita. Nataka niwahakikishie wananchi wote wa Kenya kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya Rais William Ruto ya kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 utakuwa wa huru na haki. As government, we will go out of our way to make sure that the election and the people's choices for all seats, the election is peaceful, democratic, free and fair, because that is what the Constitution demands of us. And I also want to ask the people who are prophesying violence to warn them that our country has gone through very painful moments in the past because of political violence. And we would not want our country to go back there. Utterances by leaders from any political persuasions prophesying violence, those utterances are unpatriotic and they threaten the security of our nation. Bado kuna nyumba nyingi hazina stima. Kwa hivyo hapa Busia County kwa ujumla, ikiwemo Teso North and South, program ile inaendelea ya county ya Busia ya kuunganisha nyumba ambazo hazina stima. Ni program ambayo inaendelea sasa. Tunaongea, kila mjumbe anajua ni wapi stima inawekwa kwake. Hawa kina Mire Emase na Oku Kaunya watakwambia hiyo last mile imefika wapi. Nimeona hata mbunge wa Nambalea kwa hapa, huyu Ouma Mulanya. Kwa hivyo hapa program ile inaendelea ya stima hapa Busia ni ya bilioni 1.046, 1.046 billion for last mile connectivity to connect 16,800 new households here in Busia County, including Teso North and Teso South. Time will not allow you to give you the figures for this constituency and the next constituency. I have given you the county figures. 1.046 billion, 16,800 households. Hiyo ni family 16,000 new that didn't have power. Kwa sababu stima sio starehe ya matajiri, stima ni haki ya kila mwananchi. Kweli si kweli? Sio ndio bottom up? Haijalishi nyumba yako ni ya mabati, ya nyasi, ya mawe, nyumba ni nyumba, upate stima alafu ukae kama wale wengine. Si namna hiyo? Biashara pia haijalishi wewe ni mama mboga
ama ni mtu ya kinyozi, ama wewe ni mtu ya mkokoteni, wewe tulisema wakati wa kampeni, kazi ni kazi. Si namna hiyo? Hizo kazi kidogo ndio unaona tunatafutia hizo grants ya Nyota program, ndio pia tuinue watu wetu wapate nguvu kidogo, wapeleke watoto wao shule, tujenge uchumi wa nchi yetu kuanzia mashinani tukienda juu. Sio ndio bottom up?